Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa television yetu online Kivu Television. Basi kama ni mara yako ya kwanza kwenye media yetu, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu na uwapashe wengine. Langu jina naitwa Idi Elisha, nataka nikupasha habari toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kivu Television, hacha nikupashe. Wasikilizaji na watazamaji wa popote pale ambapo mnaendelea kutegea sikio matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025, ikiwa ni siku nyingine tena. Acha tuendelee kusema asante kwa sababu siku zote wanasemaga kulala na kuamka soma penzi yetu bali ni kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu. Na tena leo tumeonana kwa taarifa zetu hizi za asubuhi ya leo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025, la kutolea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ikiwa ndo mara kwanza unakutana kupitia mtandao wa YouTube, basi na kuomba kufanya kitu kimoja mpenzi msikilizaji. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua kama kituo chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika vile vile na kwa muda muafaka. Langu jina ni Ite Eloge Lulonga. Unaweza kutuandikia kwenye namba zetu za WhatsApp ukatujuza ukiwa sehemu gani na yapi maoni yako kwa Kivu News Info. Aiza unaweza ukabonyeza titre na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwenye description, na utakutana na linki ambayo unaweza ukabonyeza ikakupeleka moja kwa moja na kujiunga na channel yetu ya WhatsApp. Aiza unaweza ukabonyeza linki ya pili ikakuunganisha moja kwa moja na grupe letu la WhatsApp, na itakusababisha usipitwe na chochote kipindi ambacho tutakuwa na kuletea habari mpya. Basi nakukaribisha kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho taarifa zetu hizi za asubuhi ya leo, ambapo tutaendelea kuripotia mapigano mengi ambayo yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati ya vikosi vya wazalendo na FARDC zidi ya waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda, na mengine kibao ni katika taarifa zetu hizi za asubuhi ya leo. Basi naomba kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Karibu nikupashe. Mapigano makali yashuhudiwa Kivu Kusini na raia wengi waasirika. Bukavu, Kivu Kusini, raia kadhaa waripotiwa kuuawa na wengine kujeruhiwa kufuatia mapigano makali yaliyozuka kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wa wazalendo katika eneo la Chirunga, Imaya ya Kabare, mkoa wa Kivu Kusini. Kulingana na taarifa za awali kutoka kwa vyanzo vya habari katika eneo hilo, mapigano hayo yalianza Jumatatu Juni tarehe 24 na kuendelea hadi saa 2 usiku. Vyanzo vya habari vya kimataifa na mashirika ya kiraia yaliyopo katika eneo hilo yamethibitisha kuzuka kwa mapigano hayo, ingawa idadi kamili ya vifo na majeruhi bado hayajatolewa rasmi. Hata hivyo, ripoti za awali zinaeleza kuwa baadhi ya raia waliuawa kwa kupigwa risasi na wengine walinyongwa. Mapigano hayo na muendelezo wa hali ya wasiwasi ya ukosefu wa usalama ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika jimbo la Kivu Kusini kwa wiki kadhaa sasa. Katika siku zilizotangulia, mapigano kama hayo yalikuwa yameripotiwa katika maeneo ya jirani na kusababisha vifo vya watu kadhaa ikiwemo mwanafunzi mmoja. Mnamo Juni 23, watoto wawili pia waliripotiwa kufariki dunia kutokana na mlipuko wa bomu katika eneo la Kabare. Ingawa Radio Okapi iliripoti juu ya kurejea kwa hali ya utulivu katika eneo la Musigiko karibu na Chirunga mnamo Juni tarehe 24, taarifa za kuaminika zinaonyesha kuwa mapigano makali yalifanyika katika maeneo mengine ya Kabare. Hali imezua hofu, kuna wasiwasi miongoni mwa wakazi, huku wengi wakilazimika kuyahama makazi yao kutafuta usalama. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala jeshi la FARDC kuhusu idadi kamili ya waanga wa mapigano hayo ya Chirunga. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuendelea kwa machafuko hayo ya hatari zake kwa raia wasio na hatia.
Kuzunguka upya kwa mapigano haya kunajiri licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofanikiwa hapo awali kati ya pande hasimu, jambo linaloathiri wazifu wa juhudi za amani zinazoendelea katika eneo hilo. Na tuanze na habari kutoka uko Jamhuri ya Rwanda. Mwisho wa uvumi, Rais Kagame ajitokeza hadharani, akutana na Olusegun Obasanjo. Kufuatia wiki kadhaa za uvumi mkali kuhusu hali ya afya yake, Rais wa Rwanda Paul Kagame alijitokeza hadharani siku ya Jumanne, Juni 24, 2025 na kumpokea Rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo katika kijiji cha Urugwiro mjini Kigali. Mkutano huu umetafsiriwa kama jibu la moja kwa moja la serikali ya Rwanda kuzima fununu zilizosambaa hasa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, zikidai kuwa kiongozi huyo alikuwa mgonjwa mahututi au amefariki. Ofisi ya Rais wa Rwanda, kupitia taarifa rasmi na picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, ilithibitisha kuwa viongozi hao wawili walifanya mazungumzo yenye lengo la kubadilishana mawazo. Taarifa hiyo ilieleza kuwa mazungumzo yao yalilenga hali ya usalama katika ukanda wa Maziwa Makuu, pamoja na masuala mengine muhimu ya kibara na kimataifa, wakijadili njia za kuimarisha utulivu, ushirikiano na maendeleo. Kuonekana kwa Rais Kagame mwenye umri wa miaka 67 kulikuwa kwa kwanza hadharani tangu takriban wiki 2 zilizopita. Kutokuwepo kwake kulizua wimbi la uvumi kwenye mitandao ya kijamii na katika duru za kisiasa, hasa Kinshasa, ambapo kumekuwa na uhusiano wa wasiwasi kati ya serikali ya DRC na Rwanda. Kabla ya kujitokeza kwake, maafisa wa serikali ya Rwanda walikuwa wamekanusha vikali taarifa hizo. Msemaji wa serikali, Yolande Makolo, aliviambia vyombo vya habari vya ndani kuwa fununu hizo hazina msingi na kuwataka wananchi wasitiwe wasiwasi, akisema rais alikuwa anapumzika kama binadamu mwingine yoyote. Mkutano na Obasanjo, ambaye ni mjumbe na mpatanishi anayeheshimika katika masuala ya amani barani Afrika, unaonekana kuwa hatua ya kimkakati kuonesha kuwa Rais Kagame yuko buheri wa afya na anaendelea na majukumu yake ya kiuongozi kikamilifu. Hii inakuja wakati ambapo juhudi za kidiplomasia za kutafuta amani mashariki mwa DRC, ambapo Rwanda imekuwa ikituhumiwa kuunga mkono waasi wa M23, zikiendelea. Na tuelekee uko Walungu. Mauaji ya kutisha yametokea katika kijiji cha Munzinzi, eneo la Walungu, jimbo la Kivu Kusini, ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ilitolewa rasmi na msemaji wa jeshi la Kongo FARDC, Generali Sylvain Ekenge, inasema kuwa raia 17 waliuawa kikatili na muungano wa waasi wa RDF, IFC na M23 Jumapili, Juni tarehe 22 majira ya saa 12:30 jioni. Maelezo ya tukio. Kulingana na taarifa ya FARDC, waasirika walishtakiwa kimakosa kwa kushirikiana na jeshi la Kongo na vikosi vya kujilinda vya wazalendo. Mauaji haya yanadaiwa kufanywa kufuatia kushindwa kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya M23 dhidi ya nafasi za kijeshi za katika eneo hilo. Taarifa hiyo pia inabainisha kuwa makazi kadhaa yalichoma moto na kusababisha wakazi wakiwa wamejaa na hofu kukimbilia kwenye nafasi za karibu za FARDC kutafuta usalama. Lawama na wito kwa tahadhari. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limelahani vikali tukio hili, likieleza kama uharibifu wa 11 dhidi ya raia wasio na hatia. Aidha, jeshi la FARDC limetoa wito kwa wananchi kuwa macho na makini katika kukubaliana na ukatili wa makundi haya yenye silaha. Pamoja sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na tuendelee na taarifa zetu za asubuhi ya leo. Mapigano makali yamezuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu asubuhi ya jana, Juni tarehe 24. Waasi wa M23 wakishirikiana na vikosi vingine wameanzisha operation kubwa dhidi ya kundi la FDLR katika eneo la Bukombo. Mapigano hayo yalianza katika kijiji cha Mariba kilichopo Makomalhehe, Bukombo, kwenye mkutano ya maeneo ya Kiondo, Bambo na Bukombo. Mapigano yaenea hadi Byumba na Mutovu. Vita hivi vimesambaa hadi Byumba, eneo ambalo limeripotiwa kuwa makazi ya moja wa majenerali wa FDLR. Kulingana na vyanzo mbalimbali huru, jenerali huyo anafukuzwa na M23 na washirika wake. Baadaye, karibu na saa
7 jioni milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika huko Mutovu katika eneo la Bambo kwenye barabara ya Bambo na Shambabwe. Taarifa zaidi kuhusu hali hizi zitatolewa kadri zitakavyopatikana.